Karibu katika ngwe yetu hii ya mwanzo kabisa ya chaneli yetu ya Pekuzi, ikiwa ni chaneli ambayo inahusu hasa masuala ya kijamii, kisiasa na wakati mwingine burudani. Sasa leo tumempata moja kwa moja hapa Askofu Bagonza akiwa mjini Stockholm, Sweden. Muhimu ni kauli inayozungumzwa sana wakati huu ikimuhusu makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ameeleza akihimiza Watanzania kwamba waongeze juhudi katika kupigania kile ambacho wamekuwa wakipigania wakati wote, katiba mpya. Pamoja na mambo mengi amezungumza. Sasa kauli hii imezusha mjadala mingi katika mitandao ya kijamii na mara nyingi watu, kila mmoja anakuwa na tafsiri kwa namna yake. Askofu Bagonza, karibu katika ngwe hii ya mahojiano. Asante sana, nashukuru sana kwa kunikaribisha Sudi. Waswahili wanasema jambo jema linaanza na Mungu, na mtumishi wa Mungu unatufungulia katika siku ya mwanzo kabisa mahojiano haya ya moja kwa moja. Niseme tu karibu. Asante sana, nashukuru. Askofu, bila shaka umesikia kile ambacho kinazungumzwa sasa hivi katika mitandao ya kijamii, na hasa baada ya taarifa katika hotuba yake makamu wa rais wa Tanzania. Bila shaka umemsikia akizungumzia kwamba Tanzania pambaneni mpate katiba mpya, pamoja na mambo mengine mazuri. Amehimiza kabisa kwa kusema neno komaeni katika hilo, lakini kumekuwa na tafsiri tofauti, kila mmoja na tafsiri yake, lakini ukitazama kwa jicho la kawaida unaona jambo lenyewe la heri. Kwa nini kuna zusha tafsiri tofauti na hoja nyingi? Mimi jana alipomaliza kuongea nilitoa mchango wangu, nikaibua maswali kadhaa, na sasa singependa kurudia hayo, ila kwa ajili ya swali lako niseme tafsiri ambazo sasa zinasikika ni mbili, na moja ya kwanza ni ya wana CCM wanaompinga na kumnanga kwa yale aliyoyasema katika hotuba ile. Mimi hii nasema ni hatari, kwa sababu sisi tulitegemea Chama cha Mapinduzi na makada wake waunge mkono hotuba yake aliyoitoa, hata kama kwa ndani hawapendi kila alichokisema, lakini wakiunge mkono. Kwa nini? Wanapompinga kwa maneno aliyoyasema jana, ina maana hakuna, yani ni kama wanauthibitishia umma kwamba hakuna nia wala dhamira ya kutuletea katiba mpya. Sasa yeye kawatega, kawaambia katiba inatakiwa. Sasa unapompinga kwamba kwa nini anasema hivyo, ina maana wewe unayepinga hivyo. Nimeona maneno kutoka jumuiya ya wazazi, nimeona maneno kutoka jumuiya ya vijana, nimo kwenye mitandao fulani ya wana CCM, nimeona mjadala unaoendelea. Ninasema hawa mbona wanajiingiza kwenye hatari? Inakuwa angemuunga mkono, sio watu wote katika mitandao ya kijamii. Na hoja wanayoitoa wanasema makamu anajitafutia sifa, makamu kwa nini waambie watu wapambanie katiba wakati rais na Irani ilishaahidi. Lakini kama kuahidi, katiba hii imeahidiwa katika Irani 3 za uchaguzi za CCM na bado hazikuleta nini? Hazikuleta katiba. Kwa hiyo nadhani pale aliposema tupambanie alikuwa na maana hiyo, kwamba jamani, ongezeni juhudi na nini, ila mimi nilitaka tu niliamua kufanya maisha yake yao magumu kwa dakika chache, kwamba kama rais anaitaka, kama chama kimeiagiza na kimeiahidi, kwa nini tupambane wakati imeahidiwa? Ushajibu mwenyewe hapo Askofu Bagonza. Ndio. Kwa hiyo ni hatari ya kwanza ni hiyo, kwamba wana CCM wanaompinga wanathibitisha pasipo shaka kwamba kumbe hakuna nia ya kuleta hiyo katiba, ndio maana wanampinga. Jambo la pili, jana nimeuliza swali kwamba tunapambana na nani? Hao wanaompinga kumbe sasa ndio tunaopambana nao. Kumbe ni CCM iliyozuia nini? Iliyozuia katiba mpya. Hawa wanaompinga makamu ni kwamba kumbe ndio wanaozuia nini?
na ndio tunatakiwa sasa kupambana nao, kukomaa nao ili watupatie katiba mpya. Jambo liko katika ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Ndio. Na rais amekwisha sema kabla ya muhula huu kuisha, basi Watanzania mtakuwa na katiba mpya. Alichozungumza jana makamu wa rais ni himizo tu. Kuna haja gani ya kuwa na mashaka? Mna wasiwasi na yeye au mna wasiwasi na utekelezaji? Mimi nadhani kwa mazingira tulimopita kama nchi, wale wenye mashaka wana haki ya kuwa na mashaka, kwa sababu kama nilivyosema, ahadi ya katiba mpya imekuwa katika hirani 3 mfululizo za CCM na bado katiba haikufanya nini? Haikupatikana. Ni kitu gani kimebadilika kitakachoileta sasa ambacho hakikuileta katika ahadi nyingine zilizotangulia? Kwa hiyo mtu una haki ya kumweka makamu kwenye kona ya tuthibitishie kwamba kweli hiki kitu kitakuja kutokea. Wanaotia mashaka mimi na waunga mkono. Na sasa himizo lake kwamba jamani komaeni, naona halina msingi wowote. Mimi naona lina msingi. Lina msingi. Mimi niliamua tu kutumia mantiki kufanya hotuba yake iwe ngumu zaidi, kwa sababu alitangulia kusema Mheshimiwa Rais anaitaka na aliruhusu iwemo katika ilani. Kwa hiyo komaeni. Sasa na mimi nikahoji, kama anaitaka na imo kwenye ilani, kwa nini tukomae? Sasa anaitaka atupatie. Na kauli ya kufariji kwa maana kwamba na hasa kwa wanaharakati, ukizingatia yale yaliyotokea siku 2-3 zilizopita, anasema kwamba yeye angalipenda siku moja akiketi kwa mifano yake na wanaharakati, basi pengine mzungumze namna kujenga nchi wote kwa pamoja. Maneno kama hiyo, kauli kama hizi mnazipokeaje nyinyi? Wewe ni miongoni, pengine unaweza kwa mwanaharakati pia. Mimi sikani, mimi ni mwanaharakati na siamini kama kuna kiongozi asiye mwanaharakati. Kiongozi asiye mwanaharakati sio kiongozi, kwa sababu mimi naamini kitu kisicho na harakati ni maiti tu, ndio imemaliza shughuli zake, haina harakati. Lakini otherwise hata wewe Sudi Mnete ni mwanaharakati bwana. Si huko unatafuta ugali wako. Ningependa mketi pamoja mzungumze kuhusu masuala ya exactly. Yani taifa ni mkusanyiko wa watu mbalimbali, wapumbavu wamo, wenye hekima wamo, wajinga wamo. Uwezi kuondoa ukalifanya taifa liwe la werevu tu au la wajinga tu au la wenye hekima tu. Kwa hiyo nafikiri makamu alichokuwa anasema jana ni kwamba tuna taifa tena kubwa, watu milioni 70 hawakuzaliwa na mama mmoja, wenye tabia mbalimbali, dini mbalimbali, makabila tofauti, hawawezi kufikiri kwa njia moja. Kwa tunahitaji taifa linalokutana na tofauti zake na bado mkaendelea kuzungumzia habari ya nchi. Mmezungumzia sana maridhiano wakati mnapigania katiba mpya. Kwa yale aliyosema makamu wa rais, nafikiri sasa mko katika njia pengine sahihi kwa tafakari yako wewe. Kwa tafakari yangu, hata jana nimeeleza, ukikimbia kwenda kwenye katiba mpya bila maridhiano, una riski kuwa na katiba mpya iliyojaa machozi na damu. Kwa ni vema ukafuta machozi ya watu na damu za watu, mkaridhiana, mkasameheana, mkashikana mikono, mkaenda kwenye katiba mpya, au walau kuwa na double track, two-way traffic, kwamba kuna kundi linaloendelea na kuna shughuli ya katiba mpya inaendelea, lakini na shughuli ya maridhiano inaendelea. Kupuuza maridhiano ni jambo moja baya ninaloogopa. Nimekuwa katika kufundisha maridhiano katika nchi mbalimbali ambazo nimesoma. Nina documenti za Kenya, za South Africa, za Sierra Leone, na za Gambia, na za Cyprus hapa, na za Liberia. Nchi zote hizo ili kuweza kurecover na kuanza upya, lazima maridhiano yafanye nini? Yafanyike. Na mmoja aliyeni impress alisema katika maridhiano imethibitisha kwamba ni rahisi sana
kuwabadilisha wapinzani na wanaharakati wenye chuki. Ni rahisi sana kuwabadilisha hawa kuliko kuwabadilisha watawala wababe na wenye jeuri. Hii sentence nimeipenda sana. Kwamba kutokana na uzoefu uliopatikana kwenye michakato mbalimbali ya maridhiano, imeonyesha wazi kwamba ni rahisi sana wale wapinzani na wanaharakati wanaonekana ni wabaya, ni magaidi, ni rahisi sana kuwabadilisha, lakini ni ngumu sana kuwabadilisha watawala wababe jeuri. Ni ngumu sana kuwabadilisha. Tumeliona kwa Liberia, tumeliona kwa Sierra Leone, tumeliona kwa Gambia, tumeliona kwa Rwanda. Tofauti kidogo Afrika Kusini na Kenya. Kwa hiyo ndio uzoefu tuliopata. Maridhiano ni muhimu. Tumesikia viongozi wa Chama cha Mapinduzi mara kadhaa wamesema wako tayari kwa maridhiano na wakihimiza baadhi yao maridhiano makubwa. Hizi kauli mna mashaka nazo au kuna tatizo gani? Kwa nini kama wao ndio wanaoendesha serikali wanasema wako tayari kwa maridhiano, kuna kuwa na mashaka mengine? Mnataka maridhiano ya aina gani? Kwa mfano nyinyi wanaharakati. Mimi nina mashaka nazo, wengine sijui, kila mtu anajisemea. Mimi nilipiga kelele sana nikitaka maridhiano kabla ya uchaguzi. Nilikataliwa na nilichukua hatua ya kuwaona baadhi ya viongozi wakuu wa chama, wanajijua, sitaji kuwataja majina, niliwaona. Na hata wakuu wa serikali niliwaona. Jamani, kaeni chini mfanye maridhiano kabla ya kuingia katika uchaguzi. Walikataa. Yakatokea yaliyotokea. Sasa wale waliokataa maridhiano kabla ya uchaguzi ndio wanaosema sasa turidhiane. Mtu unaweza ukawatilia mashaka, hata mimi nawatilia mashaka. Kwa hiyo ni mpaka wathibitishe kwamba kweli wanayo nia dhati ya kweli ya kufanya maridhiano, kwa sababu maridhiano ambayo yatakuwa ni ya kiujanja hayawezi kuisaidia nchi yetu. Nchi yetu imejeruhiwa, ina vidonda vingi. Mashaka yako wapi? Nimesikia upinzani baadhi wanatoa mashati yao, wanaharakati wengine wanatoa mashati yao. Nini hasa kifanyike ili twende katika maridhiano safi? Kwa maneno mafupi tu. Maridhiano, neno maridhiano huwa lina qualification, lina kitu kinachofuata katika hilo jina. Maridhiano na ukweli, maridhiano na mwanzo mpya, maridhiano sijui na kusameheana. Kwa hiyo truth and reconciliation. CCM wanasisitiza maridhiano, hawataki kuzungumzia habari ya ukweli. Wapinzani wanasema maridhiano pamoja na ukweli. Umenielewa Sudi? Naona umeshangaa kidogo. Masharti yapi wanataka? Wanapozungumza ukweli wanataka nini waende? Na wapinzani wanataka ukweli. Kuna ACT Wazalendo, kuna vyama kadha, kuna Chadema, na kinatajwa sana Chadema. Wakati mwingine hata wapinzani watawala wanasema huko ndiko kwenye mkwamo, wanaleta vikwazo vigumu. Chadema hawakushiriki uchaguzi, lakini wanalaumiwa azifu walishiriki uchaguzi. Hawakushiriki uchaguzi. Vyama vingine vilishiriki uchaguzi, hata baada ya uchaguzi vikakiri kwamba uchaguzi ulikuwa safi. Lakini kipo chama ambacho viko vyama vilivyoshiriki uchaguzi, baada ya uchaguzi vikatoka vikasema hatukujua, tungejua na sisi tusingefanya nini, tusingeshiriki. Kwa hiyo unaona kwamba issue si maridhiano kuhusu uchaguzi, maridhiano kuhusu yale yaliyotokea katika siku ya uchaguzi. Na ni kitu, mimi kwangu naona ni kitu rahisi, kwa sababu hakuna kisichowezekana chini ya mbingu. Kukiri kwamba kuna jambo baya lilitokea, tunaomba tusameane, tunaomba tusonge mbele baada ya kukubali kwamba kuna ndio maridhiano. Ukweli unaukubali, halafu unaomba radhi, mnasonga mbele. Kwa sababu nimesema na mahali pengine, hata madarasani nimesema, mambo makubwa yanapotokea kama yaliyotokea kwetu tarehe 29 mwezi Oktoba, hata ukiacha ukasema tusiyazungumzie, tuyafunike tu, hata usipoyaacha, ustawi wa nchi hauwezi kuwepo. Hauwezi kuwepo. Kwa hiyo ni vizuri watu wafunguke kupitia maridhiano, ukweli ujulikane, uwajibikaji uwepo, alafu ndipo tuweze kusonga mbele. Mwisho kabisa, Askofu, tungeweza kuzungumza mengi, lakini turejee kwa
matamshi na kauli za makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi. Yeye yale aliyozungumza ni yeye kwa utashi wake, fikra zake, ni miongozo kutoka katika chama chake na hasa serikalini ambako yeye ametoka huko, makamu wa rais, au si jambo analoliamini, amelisema tu? Ndio mjadala uliopo sasa. Wanajaribu kutafakari kauli ile kwa upana wake na yale aliyozungumza kwa upana wake pamoja na uzuri wake. Mimi sitaki kumsemea, lakini kwa muda ambao nimemfahamu akiwa UVCCM kama chipukizi, baadaye kama kiongozi wa UVCCM. Nimemfahamu akiwa mkuu wa wilaya na nilimtembelea mara kadhaa akiwa mkuu wa wilaya kule Bunda. Nimemfahamu akiwa waziri, akiwa mbunge, nimemfahamu akiwa barozi. Mimi ninaona ni mtu mwenye conviction. Kuna kitu kinaitwa conviction ambacho huwezi kujizuia, kinatoka. Sasa whether kusema ni chake mwenyewe, ni cha chama, ni cha serikali, mimi ningesema huyo ndiye Emmanuel Nchimbi aliyelelewa na chama, kinakiriisha nafsi yake, anaamua akiseme. Ndiyo, ni mtu huru anayependa mjadala, na sasa amesababisha mjadala katika nchi. Mimi nimekuwa napigania haki ya watu kujadili. Unajua ameifungua nchi, sasa tunajadili, hata wajinga tunajulikana kwa njia ya kujadili. Kwa hiyo kuna wengine wanatukana, wengine ndio njia nzuri. Ni hatari mtu kukaa na ujinga wa aina moja. Usipoongea wewe Sudi Mnete, hatuwezi kujua ujinga wako. Unapoongea ndipo tunajua mimi nilikuwa namheshimu sana Sudi Mnete, kumbe bomu hana lolote. Kwa hiyo Nchimbi ametusaidia. Watu sasa wanaongea, na kwa kuongea tunajua ujinga wao uko wapi. Kwa hiyo wenye kuwaelimisha wanapata fursa ya kufanya nini? Ya kuwaelimisha. Ni hatari kuwa na taifa ambalo lote linaamini eti kukaa kimya ndio hekima. No. Ongea, tujue ujinga wako uko wapi, tuweze kukusaidia. Mtazamaji, unatazama Ni Pekuzi, hii chaneli ambayo inazungumza masuala mbalimbali kisiasa, kijamii na wakati mwingine burudani, na ninayezungumza naye ni Askofu Bagonza akiwa Stockholm. Kwa mara ya kwanza nimetanguliza hili, ukianza na Mungu unamaliza na Mungu. Askofu Bagonza, ni kushukuru kwa kushiriki mahojiano haya, na pengine tukipata nafasi tena tutakutafuta. Karibu sana. Karibu sana. Kichwa kimejaa maneno, kwa hiyo karibu. Asante sana. Haya, asante. Shukrani.